kuwa na mfuko wa kiutume wa pesa, lakini alizitumikisha isivyo pasika. Aliiba, akaanza kuzitumikisha vibaya, na ikawa chukizo mbele za kiumma. Kwa hiyo onyo kwa wachungaji, jamani, ujiazari na mfuko wa kiutume, mfuko wa kanisa. Si asema ni mali yako ya kula. Jua kwamba unakuwa ndoano wewe. Unakuwa nini? Ndoano wewe. Iwa roho ndoa. Ito roho. Itakuwa na mule tu danga na mwisho nani. Kwa hiyo mimi pale Kongo nilitumika nafasi ya wasibu sana kubiroya inspection ya pule ya safety pale. Na mimi ndio nilikuwa na funguo za kufungua kofu. Nilikuwa naishi nazo katika sehemu. Lakini inspector wanakuja, inspector walikuwa ni franga yapata hivi. Huyu aochi hata kimbia na hizo hela. Inspector mkuu anawaambia huyu, nilishampima, tulishachoka. Weka pesa hapa, mwachie pale mtupeni. Utakuja kukuta pesa kesho, anakuambia hapa nakuta pesa. Tulishampima aina zote, madola nini, tulishashinda hata iba huyu. Lakini unajua nikasimama kwa uaminifu kweli. Lakini tayari nitokea na wapokeza na inspector ouch, huyo tena wanakata pesa kule wananipa. Baada ya sifiwe kunionea huruma. Sikuna wao anakata hii utakula cha. Naona haya asante. Na mimi nafikisha kuwa wao. Kwani kusema ya kwamba Yuda alionekana kuwa ni mwizi. Aliiba na akazitumikisha pesa vibaya. Kwa hiyo shetani maana ya upinzani. Upinzani upinzani unaposhamiri katika watu wa Mungu, jueni ya kwamba shetani amekwisha pata kipenyo kati yetu. Tuseme kanisa la Karmeli, tuko Karmeli. Hapa kukitokea upinzani kwa ajili ya utumishi, jua tayari shetani ameshapata kipenyo kupitia nia zetu na tabia zetu. Na lazima watu wawe ange. Yaani shetani ni mpinzani wetu sisi. Anapenda hata hii nyumba yote ivunjike leo. Anapenda hata watu wote hapo wasambaratike leo. Lakini katika yote ni kumuomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni kumuomba Mungu. Tusiruhusu upinzani utokee kati ya kundi, mtemee mtu huyu na muone. Ni shetani ndio anamtembelea. Ni shetani ndio anamtembelea. Acha Roho Mtakatifu na acha wa Mungu, ni shetani ndio anamtembelea. Angalia sana hivi. Asante sana, mbarikiwe sana. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba watu wa Mungu, ndugu wa Kristo wapendwa, nashukuru sana kwa muda wote huu tangia tulipoanza somo letu la kumtengenezea Mungu patakatifu pake. Nenda nyumbani, omba Mungu, angalia mimi nitanifanya mimi Mungu asionekane nyumbani kwangu. Jiangalie, omba Mungu. Acha niwaambie siri ya kuomba msamaha. Niko mnamaliza hiyo. Kuomba msamaha, Mungu nisamehe. Macho yangu mimi yanaona vitu vingi na tamaa. Akili yangu inafikiria vitu mingi, Mungu nisamehe. Yaani mikono yangu mimi natukana sana, Mungu wangu nisamehe. Mikono yangu inakimbilia kukata kisambo cha watu, Mungu nisamehe. Miguu yangu iko nyepesi kwenda nafasi za aibu, Mungu nisamehe. Utakuwa unaomba msamaha wenye kutosha na msamaha wenye baraka wa kumvutia Yesu maishani mwako. Fanya hivi kila unapolala. Fanya hivi kila siku unapolala. Omba ya Mungu, utaenda kuingia
maombi ya kumkaribisha Yesu patakatifu pako, na Mungu atubariki. Amen. Mwalimu, simama hapo hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakushukuru kwa kuweka mtumishi wako katika kitanga mkono mwako. Ameanza kazi na amemaliza, yuko pamoja nao. Baba, popote endapo ende na amani ya Yesu. Katika jina la Yesu uliomba na Mwokozi. Amen. Endelea kukushukuru Mungu wetu kwa baraka zote ambao akina mama wamenibariki. Nahitaji pia Baba uendelee Mungu kuwarudishia baraka zao, pia zipatane nao kupitia jina la Yesu. Amen. Sawa mwalimu.